Zipo klipu watu wanarekodi vurugu zile, wanaongea Kiingereza, simeziona? Maana yake nini? Maana yake vurugu zilikuwa organized. Yaani tufanye vurugu tutoke. Tukitoka kwenye vurugu tutadhibitiwa. Tukidhibitiwa kuna watakaoumia na watakaokufa. Wakifa tutapata ajenda. Hausemi kuhusu wewe uliochochea. Kwa hiyo sisi bro hatutawaacha. Tutakwenda nao ulalo kwa maslahi ya nchi yetu. Tutaenda ICC, tutawashtaki. Waitwe, waojiwe kwa nini wamesababisha vurugu. Wamechochea watu wakafa. Tunafahamu Maria amekimbia Nairobi, amekimbilia Scandinavia. Tutamfuata. Kwa sababu mbele ya dunia hakuna nchi duniani inatetea magaidi. Hawa watu wana sifa za kuwa magaidi wa kutumia mitandao ya kijamii. Sasa zamani magaidi wanatumia mabomu. Sasa hivi wengine walikuwa wanatumia dini. Hawa jamaa wanatumia mitandao ya kijamii. Kile nimeeleza vizuri Zungu Nimesema tunapodili na nani kafa. Mtu hawezi kufa kama hakuna mtu aliyemchochea. Mimi nimesema wanaolalamikiwa kuua wanatakiwa walalamikiwe sambamba na waliosababisha wale watu wakafe. Sio, umenipata? Mimi si watetei wanaolalamikiwa kuua. Nasema mbona tunawalaumu tunaosema wameua tu. Hatuwalaumu waliosababisha watu wakafe. Umenipata Zungu? Kwa hiyo tunataka sisi walioshawishi wale watu wafanye vurugu, matokeo ya vurugu zile watu wakafa, wapate haki yao kwa kurudi nyumbani hapa kujibu mashtaka kwa nini wamefanya uchochezi. Maswali mengine la malalamiko ya kuteka watu, hakuna mtu anataka. Wote tunatamani hiyo biashara isitokee bila kuingilia taratibu za nani kateka, kwa nini kateka. Lakini hali tu ya kutekana sio nzuri. Hakuna mtu anayependa. Kila mtu anatamani kuishi huru. Lakini je, utatumia hoja ya mtu mmoja aliyeumia au kaumise wengi? Hapana. Kwa hiyo ile haki ambayo tunaidai kwa watu ambao tunasema wameua wenzao, ndio haki hiyo hiyo tuidai kwa waliosababisha vifo. Ndipo hapo unaona sasa umuhimu wa faida ya serikali. Nasema tuliviane, tusonge mbele. Lakini sasa wenzetu wanaendelea kuchochea. Nakushukuru Bwana Zungu.